Okay, numbers. Basi sawa. Familia ya Baba Karobo bado inatushtiti kweli kweli. Aisee, Baba Karobo haelewi mchawi ni nani baada ya kuondoka kwa mfanyakazi wake ampendaye, lakini bado kuna dhimu ilikujualo alikuwa likakwisha. Mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Kizibo. Na tamthilia iliyopita tuliishia pale ambapo tuliona kabisa mwanadada wa kuitwa Kizibo amemgeuza Joan kuwa paka, yaani amemgeuza Joan kuwa mnyama. Isei, naumiza sana. Sasa nikukumbushe tu kipi ambacho kimejiri. Huyo paka ambaye amebadilishwa amefanya nini? Lakini pia familia bado inazidi kuteseka. Familia ya Fashion amezidi kuonyesha kiburi nje dhidi ya mke wake. Sasa unajua nini Fashion ambacho amekifanya na kipi ambacho kimemkuta? Kabla sijaendelea tu nikukumbushe kitu kimoja. Usiweze kusahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe, mshabiki wetu wa nguvu kabisa. Lakini kama wewe ni mwanafamilia wetu umesha subscribe, basi usisahau kugonga alama ya kucomment hapo chini, lakini pia kugonga alama ya kulike hapo chini. Sasa tunaendelea na tamthilia yetu pendwa kabisa. Baada ya kuweza kugeuzwa mtoto kuitwa Joan kugeuzwa kwa paka, inasikitisha sana. Huyu dada ni katili kweli. Dada wa kuitwa Kizibo, ambaye sasa Kizibo yeye ni anti, amekuwa katili vibaya mno. Baada ya kumgeuza sasa mtoto wa kuitwa Joan kuwa paka, sasa mara ghafla sauti ya mama Joan, yani mdori, anamuita mtoto wake Joan. Sasa Kizibo alivyoona Joan alikuja sebleni na amegeuzwa kuwa paka, basi itakuwa ni rahisi sana kugundulika kwamba kwa nini mtoto yuko wapi, na wewe nimekuona ulikopo hapa, na hii paka imetoka wapi? Kwa ili kukwepa maswali, mwanadada wa kuitwa Kizibo akaamua kubadilisha faster maamuzi yake, akamrudisha katika hali yake ya kawaida mtoto wa kuitwa Joan, yani Joan akarudi kuwa binadamu. Baada ya hapo, kutokana alitumia nguvu nyingi sana, basi akazimia mwanadada wa kuitwa Kizibo. Baada ya hapo amezimia, amedondoka kama unavyomuona hapo, na Baba Karobo anaingia hapo. Baba Karobo azama, amefanya nini mdogo wangu? Kasa lawama zikaanza kuja, huyu anampa lawama huyu anampa lawama huyu. Sasa Kajuani kanajiamini kweli. Akasema baba, huyu anti Kizibo sio mgonjwa, amejilalisha tu hapo, amejidondosha, haitaka kunipiga. Sasa Baba Karobo anasema huyu sio muda utani Kizibo, kwanza utoka hapa, enda kalale. Maana Baba Karobo ameshachukia, amechanganyikiwa kweli. Sasa mama Joan ameanza kusumbona, mwambie hivyo mtoto kiukali sana, akisema tuna wewe toka nje, nenda kule kwa chumbani, sikutaki hata wewe pia. Amechanganyikiwa vibaya mno. Baba Joan amekuwa kama chizi, haelewi kipi cha kufanya kwenye familia yake. Lakini katika hali ya uhalisia ni kweli Joan alikuwa sahihi kusema kwamba anti anakuigizia, yani huyo anti anaigizia, wala hata sio kichaa, ila bali ana mipango yake tu. Fashion sasa anampigia simu mke wake wakiitwa Nasla, anampigia simu, anamwambia pumbavu, mbona umeondoka na funguo? Unataka mimi nilale nje au nikae nje? Naomba natema mate chini, nikikauka ya mate nikuone umesharudi sasa hivi, nikuone umesharudi hapa. Mate yakikauka nitakufanya kitu kibaya sana. Yani Fashion anamwambia mke wake hivyo, it means kama ni mtu ambaye amekosana naye au kama ni mtu ambaye amefanya jambo kubwa sana. Lakini huyo ni mke wake ambaye alisema hawezi akalala bila kumuona, hawezi akanywa maji bila kumwaza. Leo anamwambia mbwa mke wake aisee, eti kwa sababu ametoka yupo kusuka, kwa hiyo anahitaji funguo. Lakini kabla hajamaliza Fashion na mazungumzo yake, anapita yule mlembo wa siku ile ambaye aligongana naye pale njiani. Mlembo akamwambia, samahani kaka, mimi ni jirani yako, naweza tukabadilishana namba ya simu? Fashion alivyokuwa anapenda watu wenye mitulinga, nikisema mitulinga wanawake wenye nyashi kwa lugha nyingine. Fashion akampa namba yake chap.
na kuchezea nafasi ya fasheni. Hasa huyu mwanadada hatujui ana lengo gani kwa fasheni. Hata kama kumpenda fasheni, basi sio kwa rahisi kwa urahisi kiasi hiki. Yaani amekuwa mlaini vibaya mno kama malage ya Mbeya. Sasa fasheni amempa namba, lakini mwanadada anasema kwamba najua wewe una mke, lakini wewe umeniambia hauna mke. Mimi najua, mimi ni muelewa. Nimekuelewa tu, nitakutafuta baadaye. Akampiga na kisi Fashion. Fashion amedata kweli kweli. Atamkumbuka Nasra kweli? Fashion amelegeza macho, utafikiri mtu ambaye anaelekea soba. Amelegeza macho Fashion. Je, laini yako imeunganishwa na mfumo wa kupata GB 10 kwa shilingi 10,000? Bas, karibu Super One. Tukuunganishie na mfumo wa kupata GB 10 kwa shilingi 10,000 na madakika kede kede. Kikubwa zaidi uwe na TIN namba ili uweze kupata ofa hii kutoka Yas. Wasiliana nasi kupitia namba 0676078333. Ni mbaya mno. Amezimia eti kwa huyu dada ambaye hata mfahamu. Waligongana naye tu siku ile leo. Fashion amelegeza na macho. Aisee, inasikitisha sana mapenzi ya siku hizi. Sasa tunaona mtoto wa kuitwa Joan amekutana na huyu mtetezi wa wanyonge huyu ambaye anafahamika kwa jina la Kisoda. Kisoda anamuuliza Joan, "Unapendeza sana. Vipi? Unaendeleaje?" Anasema naendelea vizuri, ila pale nyumbani hali sio shwari kwa sababu Aunti Kizibo anatuigizia. Kisoda ndo anakuja kushangaa. Kizibo anaigizia kwa nini? Kwani Kizibo amekuja nyumbani kwenu? Akasema ndio, Kizibo amekuja nyumbani kwetu, anajifanya kama kichaa, amechanganyikiwa. Sasa hapa mtoto wa kuitwa Kisoda ndo anakuja kugundua kwamba kumbe ile giza ambayo alikuwa anaiona basi ni mwanadada wa kuitwa Kizibo. Yaani Kizibo amekuwa na nguvu kumzidi. Sasa hapa picha ameshalipata ni namna gani ya kuweza kucheza, kwa sababu Joan ameongea kila kitu kwa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Kisoda. Sasa Kisoda ataenda kujipanga upya tena jinsi ya kuweza kukabiliana na Kizibo. Sasa hapa tunaona katika familia ya baba Joan, baada ya kumfukuza yule mfanyakazi na kumleta mfanyakazi mwingine siku ya leo. Hasa mfanyakazi siku ya leo anakaribishwa, lakini vitimbwi vinakuja. Yaani kabla tu ajanywa hata maji, basi hapa tunaona vitimbwi vinazidi kuja na vitimbwi vinazidi kuonekana. Huyu mwanadada wa kuitwa Kizibo anasema wamemleta mfanyakazi mwingine. Sasa hapa inatakiwa ni haribu ujauzito wa mama Karobo kabla huyu mfanyakazi asije akaniharibia mambo. Sasa kumbe nia yake wanadada kuitwa Kizibo bado ipo pale pale ya kuweza kuharibu ujauzito wa mama ambaye anafahamika kwa jina la Kisoda Ndori. Sasa hapa mwanadada akasimama kwa ujasiri mkubwa, kila mtu akaanza kushangaa, na hata huyu mgeni ambaye ni mfanyakazi yupo na begi lake, hata hajatua begi, anakuja kuona kuna vitimbwi. Yaani ile kukaribishwa tu anaanza kuona sasa kuna vitimbwi kweli kweli. Sasa huyu mwanadada wa kuitwa Kizibo anasema kwamba lazima ni uharibu ujauzito wako. Sasa kila mtu anaanza kushangaa. Aisee, imekuwaje huyu jamaa anaongea? Walizani anatania. Sasa ikabidi baba Karobo asimame ili kumlinda mke wake, kwa sababu mwanadada anazidi kumsogelea mke wake wa kuitwa mama Joan. Baada ya kusimama baba Karobo anakuja kuona sasa jamaa huyu mwanadada wa kuitwa Kizibo yupo serious kweli. Yaani achekeshi wala ababaishi, anataka kutoa ujauzito. Sasa hapa ikabidi baba Karobo mwambie mke wake, mke wangu kimbia chumbani, kwa sababu huyu leo hayupo sawa, kwa sababu ningesingekupo pia hata mimi, basi Joan angekuwa katika hali mbaya. Amemkimbizia Joan siku ya leo, na leo ameanza tena na wewe. Kwa sasa cha kufanya, mke wangu nenda chumbani. Ili anaenda chumbani, anaenda tu chumbani, mwanadada kuitwa Kizibo akaenda kumkamata mkono, akamshika mkono, anataka kumshika sasa kwenye tumbo lake pale la ujauzito, ili mradi apige kama shoti ujauzito utoke na uweze kuharibika. Sasa kipi ambacho kitafuata katika episode inayokuja? Kikubwa zaidi,
usiweze kusahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe, lakini pia kuweza kucomment kwa hiki kitu ambacho utakwenda kukipata hata wakati utakapokuja. Mimi ni OTKI, OTK Classic, the baddest man, skilled man, most talented master. Hadi wakati mwingine, bye bye.